Mwendelezo wa kutoa, Allah anatuambia qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ukitoa usiwe unaudhi watu. Qaulun ma'rufun, maneno mazuri, wa maghfiratun, na kusamehe watu. Haya mawili khairun, ni bora zaidi, min sadaqatin yatba'uha adha, kuliko sadaka ambayo inafuatiliwa na maudhi na kero. Kutoa sadaka alafu unaudhi watu, japokuwa umetoa milioni 300 katika kutekeleza huo mradi unaokusudiwa, halafu mwenzio kakaa nyumbani tu, watu waliomuudhi wote akasema ya Rabbi, mimi nimewasamehe wale. Huyu ukafanya lilo bora zaidi kuliko wale waliotoa milioni 800, alafu unasimbulia na kusimanga watu. Qaulun ma'rufun, kusema maneno mazuri. Bwana, huu Uislamu ni wetu wote, kila mmoja ajitahidi. Yule anayosema haya mazuri, hili ni bora kuliko anayetoa sadaka, kama sadaka hiyo itafuatiwa na masimango na kuudhi watu. Qaulun ma'rufun, maneno mazuri, kusema maneno mazuri. Wa maghfiratun, na kusamehe watu. Khairun, ni bora zaidi, min sadaqatin, kuliko kutoa sadaka ambayo yatba'uha adha, inayofuatiwa na maudhi na kero. Kwa hapa kwa mbali kuna mahimizo ya jambo lingine. Tumejua ubora wa kutoa sadaka ndio ule pale, kwamba mtu akitoa mara moja analipwa mara 10 mfano wake na zaidi ya 10, sio? Lakini pamoja na sadaka hiyo, lakini ukiwa wewe msamehefu, una desturi ya kusamehe wenzio, ili bora zaidi. Ukiwa unakaa na watu, wewe maneno yako mazuri yanayoridhisha, sio mtu kukaa na wewe atasikia maneno mabaya matupu, min alif ila ya, kuanzia mwanzo wa mazungumzo mpaka mwisho mazungumzo yako mabaya. Bora wewe uwe na maneno mazuri, unapambana na yule anayetoa sadaka kwa kiwango kile. Ukitaka kujua, kajaribu leo kutoa hela yako uone ugumu wake. Ugumu huo unazidiwa na mtu anayeongea maneno mazuri. Lakini kuna neno lingine hapa natufundishaga nyinyi kanuni za lugha ya Kiarabu, na mnatuambia wala yajuzu libtida'u bin nakira ma lam yufidka inda zaidin namira. Mubtada hairuhusiwi kuwa nakira. Mubtada inakuwa maarifa na habari inakuwa nakira, kwa sababu huwezi kuzitolea habari kitu kisichojulikana. Mubtada si ndio kitu kinachoanzwa? Habari ndio unatoa habari kuhusu kile ulichokianzia. Unakitoleaje habari kitu kisichojulikana? Kwa mubtada inakuwa maarifa, kisha habari ndio inakuwa nakira, ndio hivyo. Haya, Ibn Malik anasema wala yajuzu libtida'u bin nakira, hapa ruhusiwi mubtada kuifanya nakira. Tayib, Allah anatuambia qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Qaulun mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahira, na qaulun hapo ilipo nini? Nakira. Ma'rufun sifa ya au na'atu ya mubtada, wa na'atu al-marfu'i marfu' wa harfu 'athfi. Maghfiratun ma'tufu ala qaul. Sawa? Kwa hapo tumekuta mubtada imekuwa nakira na habari yake khairun. Huku kanuni mnatuambia marufuku mubtada kuifanya nakira. Hapa shekhe tunakuta mnatuambia kwamba Allah kaanza mubtada kaifanya nini? Nakira. Tueleweje? Mubtada hairuhusiwi kuwa nakira ma lam yufide, wala yajuzu libtida'u bin nakira mbele ma lam yufide, muda wa kuwa ile nakira yenyewe haijatuletea faida fulani. Lakini hapa mubtada iliposifiwa, ilipowekewa sifa tayari, sio kila kauli, kumbe kauli njema, kauli nzuri ndio tunayozungumzia hapa. Kwa hiyo tayari ishakuwa inajulikana, imepunguzwa makali ya nakira kwa kuwekewa sifa. Sawa? Hiyo inaruhusiwa kuifanya mubtada hali ya kuwa ni nakira. Ndio maana ikawa qaulun alafu ma'rufun. Ma'rufun ni sifa ya qaul, kwa hiyo ishaondoka ule mwiko haya, mubtada imekuwa nakira. Qaulun ma'rufun, kauli njema, kauli nzuri,
maneno mazuri anayoyatamka mtu, wa maghfiratun, na msamaha anaotoa mtu kuwasamehe wenziwe, khairun, ni bora zaidi, min sadaqatin, kuliko sadaqa anayoitoa mtu, yatbauha adha, inayofuatiwa na kero na maudhi. Khairun min sadaqatin yatbauha adha, ni bora zaidi kuliko sadaqa inayofuatiwa na masimango na simbulizi na kero. Wallahu ghaniyun, na Mwenyezi Mungu ni mkwasi. Mungu yeye ni tajiri, hana haja ya sadaka ambazo ndani yake zina kero na masimango, zina maudhi na simbulizi. Tena halimun, ni mpole. Mungu ana hilmu. Mungu ni halimun, ni mpole kwa waja wake. Ukiamua bana, mimi ya Rabbi, yale ya mwanzo nilikosea, basi anakufanyia upole na mengine yanaendelea. Kwa Waislamu, toeni sadaka, toeni sana sadaka, kwa sababu hata mtu akifa, akiingizwa kaburini, kama anapewa nafasi ya kurudi, cha kwanza kabisa atakumbuka kutoa sadaka. Rabbi irji'uni la'alli la a'malu salihan fima taraktu, sio hiyo. Wa yaqula laura akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Yani mtu anatamani angepewa muda wa kuishi ili aje kutoa sadaka. Malipo ya sadaka anayoyaona kule, ya Rabbi, ungenipa muda kidogo, japo nikapata kuvuna tu korosho zangu nikatoa sadaka. Kwa sadaka ni jambo muhimu, lakini ili upate malipo hayo, sikiliza aya ifuatayo: ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini, la tubtilu sadaqatikum, msibatilishe sadaka zenu, bilmanni, kwa masimango na simulizi, wal adha, na kero na maudhi. Toa sadaka kwa sababu ina faida kubwa, lakini usibatilishe. Ukisimbulia na kusimanga, tayari inabatilika sadaka. Kila kitu kinachofanywa na mwanadamu kina vitu inatengua. Kama udhu, tukitawadhafu kuna nini? Mubtilatul udhu, si ndio? Kuna mambo haya yakitokea, ule udhu unakuwa umebatilika. Sala pia mtu akifanya hivi inakuwa na mubtilatu sala. Saumu pia kunakuwa na mubtilatu saumu. Basi pia sadaka nayo ina mubtilatu sadaka. Kuna mambo yanayobatilisha sadaka. Uislamu wenyewe na mubtilatu lislam. Mtu asidhani Uislamu umekuwa kama ngozi, haiwezi kutoka, ikitoka labda tayari mwenyewe ashakufa. Huu nao pia kuna mambo fulani fulani mtu akiifanya au yeye anajidhania Muislamu, kumbe Uislamu wake batil, ushabatilika. Sasa kuna mambo yanabatilisha sadaka, miongoni mwa hayo almannu wal adha. Waislamu, toeni sadaka, ina faida kubwa hiyo, lakini ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini, la tubtilu, msibatilishe nini? Sadaqatikum, sadaka zenu, msizibatilishe sadaka zenu, bilmanni, kwa kusimbulia na kusimanga watu, wal adha, na kuwakera na kuwaudhi wenzenu, kwa simbulizi na kero, kwa masimango na kero, sibatilishe. Mkifanya hivyo, ukitoa sadaka kisha ukawa unaenda kumsimbulia mtu au kumsimanga mtu au kumkera, kalladhi, mnakuwa kama mtu ambaye yunfiqu malahu, anayetoa mali yake, riaa nnasi, kwa ajili ya ria, kwa ajili ya kumuona watu. Riaa nnasi, kwa ajili ya kumuona watu. Ametoa ili watu wamuone kwamba yeye ametoa. Kwa siku ya Kiyama atakuwa hana chake, lengo lake la kutoa tayari limepatikana. Si watu washamuona na washasema yule mwema kweli anatoa sana mali zake, amekwisha. Jiwe kubwa, alaihi, juu ya jiwe hilo, turabun, kuna mchanga. Fa asabahu, jiwe hilo ukausibu, wabilun, mvua kubwa, ikapatwa na mvua kubwa. Fatarakahu, mvua ikaliacha hilo jiwe, salda, tupu, jeupe. Na yeye mtu pia anatoa mali yake, panadhaniwa pale
sababu thawabu nyingi anazozipata. Lakini kumbe kwa kuwa lengo ndio hili, hii sasa ndio kama mvua kubwa inakuja kuondoa ule mchanga wenyewe wote, tunaona hana kitu yule. La yaqdiruna ala shay'in, jiwe likiwa jiwe tupu pale, watu la yaqdiruna, hawawezi, ala shay'in, kufanya kitu chochote. Alikuwa na matarajio ya kulima, hapalimiki. Matuta ya viazi hayapigiki, hakuna chochote kinachofanyika. Mfano wa mtu huyo kamathali Safwani, ni kama mfano wa jiwe kubwa, alaihi turabun, juu yake kuna mchanga. Fa asabahu wabilun, jiwe lile likapatwa na mvua kubwa. Fatarakahu salda, mvua ikaliacha jiwe lile jeupe, ikaliacha halina kitu. Na wao wanaotoa mali zao halafu wanafuatisha kuwasimanga watu hawa, siku ya Kiyama watu watadhania kama vile jiwe kubwa lina mchanga, watu wanadhania pale ni sehemu ya kufaidika, watalima, watafanyaje? Kumbe ikija Kiyama itaondoa ule mchanga wote, tutaona pale hakuna kitu. Na kwa kuwa huyu mtu hataki kutoa au anatoa kisha anasimulia, huyo ashakuwa kafiri, kwa sababu kagoma kutoa miongoni mwa agizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akikufuru Mungu, yeye wale makafiri wataendelea kutoa na wataendelea kusimulia watu, kwa sababu Mungu wale hawaongozi, hawapi muongozo. Wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na Mwenyezi Mungu wanaoendelea kubaki hivyo washakuwa makafiri, na Mungu hawapi muongozo watu makafiri. Wallahu la yahdi alqauma alkafirina, na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu makafiri. Tukomee hapo tukomee hapo kwa leo, ili tupate maswali mawili matatu, na hali ya hewa nayo sio rafiki, ili mradi tujue namna gani tunakimbilia kwenda kupata futari majumbani wetu. Wallahu aalam, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.